niko hapa, mimi naomba talaka yangu. Tuachane wazima kabisa, mimi kushitana na wewe havimo. Niandikie talaka yangu kushitana mimi na wewe siwezi ndo mwisho. Niandikie kabisa. Ikiwa umechoka hapa, siwezi nikanyosha mkono wangu eti niko naandika talaka eti mimi nikutwali kipi. Uandike. Siwezi nikafanya hilo kosa, chinja huo, afadhali mkono wangu katiki. Kaka mimi nimeachika, nimerudi nyumbani, nimeshindwa na ule bwana. Kitu gani kimekushinda mpaka ukishinda kwa mpaka uje? Kaka mimi nafikiri ninajua sana. Hana majukumu na mimi kaka. Hanihudumii kama kawaida. Hakupa majukumu yako mama. Sasa sinasema hivi talaka iko wapi? Wewe unataka kubomoa ndoa yako hivi kwa sababu mambo ya kijinga tu mambo ya kuhudumia kufanya nini? Ni wangapi katika mazima makubwa sana wewe zaidi ya kwako wewe. Lakini wanavumilia ndoa zao. Au haona pa kwenda kaka. Mimi sendi kaka yangu, nipokee tu nibaki hapa na kama unipokee nitaenda Kiolela mimi si ulipokea. Kwa hiyo ukaenda Kiolela mimi sio mimi ndapondekana. Wezi. Ule bwana hanifai. Sasa nasema hivi, ukithubutu kwenda Kiolela, njoo kama mimi kama kaka yako. Sawa? Una radhi na mimi na nataka kukuta huko unapokwenda. Usithubutake hata siku moja tunakuja kwa nyata hapo unakuja kunanikia meno hapa. Kama kwa sababu unataka mimi ninapanda kwambia utaki kusikia. Ukithubutu tu kwenda unavutaka. Basi ukipata kasheshe yote hili usije hapo kwangu. Kwanza dada yangu, ningependa kwanza nikushukuru kwa mnaitika vitu wangu. Pili, niko na matatizo makubwa sana. Tazama kama kwa sasa hivi mke wangu hayupo. Tayari vimeshani. Ameenda wapi? Hata mimi sijui, maana amefungasha mizigo yake na kwenda. Sasa mmeshwana au ameamua tu kutoka? Ni vurugu zake tu yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anajua. Ni hatari kabisa, ni mtihani. Na jambo la tatu ambalo nilikuwa nahitaji, kwa kweli nilikuwa naomba sana unisamehe kabisa na unihurumie kabisa, unisaidie nihusikana na ile television ambayo imepeleka. Television? Ile television sasa kama hivi tazama watoto amewaacha hapa. Mimi naona kwa kweli watakuja kufanya simanzi kwa sababu ndio chombo ambacho kilikuwa kinawaburudisha watoto wangu. Kwa sababu hivyo wameshawaacha, yani wanashinda wamelala, yani wanachoka hata kulala, wanakosa kitu cha kuwaburudisha. Bwana naomba basi kama itawezekana, lakini ile television nirudishie. Kesho nina mpango wa kupata 200,000 kwa sababu nilikuwa nimeambia kama ni 4,500,000. Unisaidie mimi niweze nikupatie hizo 200,000, alafu hizi zingine 2,500,000 mimi nitakuwa nazitafuta polepole. Pole sana kwanza kabisa, pole kwa mtihani hiyo. Alafu kama kuna hizo 200,000, wewe niletee alafu zingine hata tujue atanilipia, maana kuna matatizo mengi. Siwezi kukulipisha hizo zote kwa kweli. Siwezi. Kwa kweli sijui nitakushukuru aje dadangu. Sijui nitakushukuru aje kwa huyo msaada ambao unanipatia kwa sasa. Maana unanitoa sehemu mbaya sana. Yaani nilikuwa sehemu mbaya. Matatizo yenye niko nayo kwa huu muda sijui nimuelezee nani. Kwa kweli nakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akujalie akujaze kheri nyingi kabisa. Yaani unanisaidia kabisa. Sijui nitakushukuru aje. Usijali kwa hilo. Tunajua tena binadamu, leo ni wewe, kesho naweza kuwa ni mimi. Sababu nilipa ni kunaambia kujua, maana ni hatari. Tunajua binadamu, maisha ni kama ngazi, kuna kushuka na kupanda. Leo ni wewe, kesho naweza kuwa ni mimi na ukanisaidia. Ndio maana wanasemanga hivi, tenda wema ukitenda. Maana hujui ni nani atakusaidia. Wewe uje kuchukua television tu watoto kidogo basi wasawisha hiyo mambo, maana kukosa mama katika nyumba ni hatari sana. Kwa kweli nakushukuru sana. Usijali kwa kweli, usijali kwa hilo. Mimi nitakufanyia kazi, wewe uje kusoma na hizo 200,000. Takupa television juu inani wape faraja basi hata watoto wangalie. Nitakushukuru sana dadangu. Nitakushukuru sana kwa sababu umenisaidia vitu vikubwa. Usijali. Haya, mimi niko na mishemishe zenyewe niko nafanya, unajua kuna mambo ya biashara. Mwenyezi Mungu akuwekee pesa dadangu. Kwa nashukuru sana. Nashukuru kabisa. Usijali. Asante. Kweli ni hatari kwa kweli. Hivi mwanamke wangu ule, yani mimi nakosa amani juu si.
sioni nifanye nini. Hivi wewe ukiwa kunazungumza naye, yani hakwambii kitu gani sababu kubwa ambayo amefanya asinitake mimi? Mimi nimeongea naye muda mrefu nikamsihi. Hakutoa sababu hata moja ya msingi. Hivi mimi tunaongea hivi sijui wapi. Nisio bwana. Yaani mimi na yeye asiwizi kabisa. Unaona? Sasa hivyo basi kanilisha kwamba ndoa yake haitaki. Sawa bwana. Tulikwenda njiani kanifanyia vurugu, kaonyesha kwamba hataki asila na bandani. Na mimi nikamwambia kwamba kwa kweli jua utakapokwenda. Mimi na wewe tunaongea sijui aibu. Na katikati hapo wewe huwezi kuendelea kupata taabu na wakati wewe bado rijali. Sawa bwana. Dawa ya mwanamke shekhi ni mwanamke. Hapa kilipo hapa ni wewe utafuta mwingine mwanamke. Ufunge ndoa mpya. Sawa bwana, maisha yaendelee. Kweli kabisa mimi naona kama kweli hapa sioni la kufanya. Unaona kweli naweza yaani nimempa kila kitu changu nimempatia. Mimi hakuna mwanamke ambaye nilikuwa nimempenda kama yeye. Hiyo fupi bofu wangu. Mimi naona kama vile na wanawake wote tayari kwa sababu yule mwanamke ashanikata moyo kabisa, sina tamaa. Naona kama vile ni pagumu sana kusema eti nitafute mwingine mwanamke. Wewe ukakaa unajipatia taabu unasumbuka, mwisho utakuja kumwa pressure hapa. Tayari nishaanza kuumwa. Ikawa balaa ukajikuta sawa wale watoto wako bado wadogo wakakosa wazazi wote. Tafuta mwanamke mwingine uko ndani maisha yako. Mimi mwenyewe hapa sijielewi, sijui niko wapi. Mimi naona kama hata nikijipa hiyo opportunity ya kwenda kutafuta huyo mwanamke wenyewe sijui kama nitampata. Kwa sababu hivi naona kama wanawake wote ni nyama. Yaani sina tamaa tena na wanawake. Ukasema kwamba wanawake wote ni minyama. Hapo ukisema wanawake wote ni minyama, hapo kaka umekosea. Kwa sababu wewe kwanza moja hujaishi na wanawake wote. Umeishi na dada yangu mimi. Sawa bwana. Dada yangu ana tabia zake na wengine wanawake wana tabia zao. Ukisema kama je wanawake wote ni wanyama, katika wanawake yuko mama yako mzazi na yeye ni mnyama. Unajua na hilo ni mmoja matatizo na watu ambao wanakutana wamesalitiwa. Yaani kwa sababu umesalitiwa na mtu fulani unafuna chukua jinsia yote kwamba ndivyo walivyo. Hii unakuwa hujatendea haki na hujawatendea haki hiyo jinsia. Nasikia bwana. Kwa sababu unajua niseme kwamba kwenye wazuri hapo kusema wabaya. Na kwenye wabaya hapo kusema wazuri. Kwa sababu hapo watu wote wazuri au watu wote wabaya. Hiyo haiwezekani katika maisha ya dunia. Na haya yanatakana yawepo ili maisha duniani yawezekane. Umesikia kwa bwana. Sawa. Sasa hapa kwenye kibu hapo usipoteze muda, ni wewe tafuta kingine chombo. Sawa bwana. Tafuta kingine chombo, maisha yaanze upya. Sasa sijui utanisaidia nini kwa hilo. Mimi mwenyewe sina. Kama kuna msaada wote hapa mimi niko tayari. Nisikilize kwa mtu. Msaada swala zima la kutafutia nani ambaye unaweza kumuoa. Hapo ndio point maalum. Hapo mimi nilikuwa nahitaji ni hapo nisaidieni hapo. Kama nikunitafutia kama wewe kuna mtu mwenye unajua anakuwa na tabia nzuri hapo ili nijue la kufanya. Maana hivi ninaona kama nikienda kujitafutia mimi mwenyewe basi nitaleta yale nikokote yale. Kumbe sasa wewe wenda juu unaishi vizuri na mke wako kabisa. Wenda kuna wenye unaona ule ndiye anakufaa. Sasa kaka, nasema hivi. Hebu kwanza niambie, yule muuza makanga yule muuza madira yule. Vipi unasemaje? Yule naona kama sababu mstaarabu vile akufanya. Wewe mdogo msusi hivi. Mstaarabu hivi kana. Kauza makanga nini yake. Chura, ule sio umfahamu yule. Mfahamu sana. Unajua kama ule dada aliwahi kunisaidia. Kipindi mwanamke wangu alikuwa anachukua madeni akakuja akachukua kila kitu. Lakini baada ya siku nikamlilia nikamwambia matatizo yangu yote. Akaamua kunisaidia. Sasa. Wewe dawa yuko nayo karibu, shehe unachoma kichwa. Ikiwa mtu anakuhurumia wakati hamna naye mawasiliano, hamjuani. Sawa bwana. Vipi mkiwa katika mawasiliano? Mke na huyo inaonekana atakuwa na huruma kubwa sana kwako. Kumbe sasa hiyo ni ishara moja wapo. Kama vipi wewe fanya mpango sababu yule mdada hajaolewa hana mume. Tuliziulizie ikiwa hana hata mchumba, basi chukua. Hilo ni wazo. Mtamfikiaje bwana? Hapa nilipo wewe tuachie. Yule kwa kweli kabisa yule naona kama kweli ananifaa. Maana yule kabisa alinifanyia mazuri kabisa. Ema alinusuru kipindi hicho
Ule mwanamke wangu akaenda kuchukua sijui manini, madeni Deni ya mambo ajabu. Ule dada kaniokoa. Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa ndio nakwambia kwamba nyota nzuri inaonekana tajiri. Sasa subirisha. Mimi nitaongea na mke wangu, sawa, alifanya kazi. Kwa sababu mke wangu ndio Sasa yeye yuko wapi? Yuko kwenye vikao vyake vya dini. Wewe huna namba yake, basi mpigie hapo. Atakuja jioni. Sasa wewe huna namba yake? Sina namba yake. Sasa mtakuwa na namba yake vipi? Namba anayo mke wangu. Kwa hiyo akija sasa nitamwambia mpango mzima, alafu kama kawaida mtafanya. Acha ndio tunifanyie kazi. Yule ni rafiki yake sana mke wangu. Kwa kweli nitamtuma mke wangu atamfanyia kazi, alafu tutakapoendelea tutashirikiana. Basi unisaidie kwa hiyo. Nitashukuru sana nikipata yule mwanamke. Usiwe na wasiwasi. Nitashukuru sana kwanza. Usiwe na wasiwasi. Mimi leo nitakusaidia. Hilo likamilika. Ni sawa. Tunatoa mpango mwingine. Hausi kukaa hivi usikani bwana. Watu wengi sana wamejajaa nataka kuona. Ni aje biashara hizi? Sasa nikupigia simu video zangu. Ulijua tunataka kutuma mitandao kama kawaida ya Shosta. Yaani kuna kitu kinaitwa mkiingereza good news. Yaani nimekuletea good news. Yaani habari njema. Habari gani hizo? Mbona yaani kunichelewesha? Kama mvua ya baraka imekumwagikia vile. Nakwambia. Unakumbuka ulivyoniambia kama ulikuwa unahitaji Mungu akujalie ukipata mume uko tayari kuolewa. Maana unatamani nini? Ndoa. Ladha ya ndoa haujaijua rafiki yangu. Sasa ndo baraka zimefika. Sasa nafikiri muda umewadia. Kama sijakuelewa vile, unasema? Muda umewadia. Ile ladha ya ndoa unahitaji ambao tulikushinda wenzako. Muda umewadia. Kwa hiyo nataka kusema kumaanisha kwamba unataka mchumba. Sasa ndio acha kwanza kwa ndani. Hivi sitaki kabisa. Yaani kwanza mchumba mwenyewe sasa. Kabla sijasema jibu. Mstaarabu. Kijana mwenye ibada zake. Kijana mwenye subra. Kijana mwenye kutaka kuishi na watu. Yaani ni kama mvua imekumwagikia wewe kwa baraka kubwa sana. Ni kweli au unapamba tu, yaani umeamua tu kumpambia? Rafiki yangu siwezi kukutia katika matatizo. Maana mimi habari za ndoa najua nazitoa tu sana. Na experience kubwa sana. Simpambii wala ni ndivyo alivyo. Unamkumbuka ule mwenye ulienda kwa kuchukua TV? Ndio mke wake kuchukua mavazi, kuchukua vitu gani vitu mkachoana na ule mfiano. Unamkumbuka? Ulichukua TV ukaenda nayo, yani wewe usitaki kujifanya kama umesahau. Yale nikumbusha habari zishaga pita, yani kwa hata sikumbuki. Ule ambaye mke alikuwa anampa kero mume wake wifi yangu, ule ni dada wa mume wangu. Kila siku bazea anachukua madeni mpaka kuchukua kusiana. Sasa mume wake unajua sasa anampenda mke wake kwa utaratibu mkubwa kama ustaarabu, ile anafanya mshiri. Sasa mwanamke kachacha mama anataka vitu hivi na hivi kamtia kwenye matatizo makubwa. Mpaka sasa akamwambia na kama hauwezi na achi. Yaani kama kuachika kisa amekataa kumnunulia basi. Nilishashauri mpaka nimechoka. Ila kitu ninachokijua hata juta. Unajua ndoa kila mtu anapokuwa nayo anaona ni ya kawaida, ni kitu kingine. Anapoachika ndio anaijua thamani yake. Ule atajutia. Sasa ule kijana rafiki yangu ni mwanaume ambaye hana sifa uzunifu, afu mstaarabu, afu na watoto wawili, yuko peke yake, ndio akanambia kwamba anataka kuoa. Ndio mume wangu akawa anamshauri rafiki yake na Ajati, akamwambia unge naye, ule mtoto ni mzuri sana. Na ule kijana akamwambia bwana kama ni ule kwa kweli sina tatizo, niko tayari. Ndio nikasangitea habari. Rafiki yangu. Kama sinakuwa na kuelewa vile. Zainab, wewe huyo Zainab. Sasa unasema je? Tuchukue ujumbe. Maana wanawake kama wale ni nadra kuwapata. Sasa Mungu anakuruzuku. Hiyo ndio nasikia riziki filmanyati. Mwenzangu harakisha. Yaani kwa ucheshi wako, yaani kama umemisi mume wako. Sasa kwanza wewe unasemaje? Kwanza msema alhamdulillah. Maana kisi naitamani hiyo ndoa. Kweli. Na ndo mwanamke rafiki yangu, mwanamke mwenye akili anapopata jambo la kheri ushukuru na kuharaki. Yaani hapo sitaka hata kuchelewesha, maana naona nikienda kama wale wanawake wengine, unaona nitajifikiria nini? Aje kubadilisha mawazo usiku hapana kwa kweli. Yaani sio plus.
Akilia wenzangu ndio mambo haya. Acha kugeuza mambo usisumu. Yaani Mungu akupe baraka kama usichezee kama kwa mwanamke. Ichukulie kwa mikono miwili na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sana shukrani kwa kujinisikia kabisa. Yaani kesho atakuja hapa ndio nampa habari nzuri jamani. Nishaongea na Shosti niko tayari. Yaani alisema akiwa tayari, yaani hatukawizi. Lakini hao wamenipenda si. Kwani angenituma haja kupenda? Alikuwa anakuona tu anasema atafanya shughuli. Tayari inshallah. Yaani wewe nakubali. Haraka. Nani asiyetamani ndoa cha mimi na haraka naenda sokoni. Naenda kuemea lakini mimi habari nitamfikisha mume wangu atamuitisha na atamwambia. Kinachobaki hapa inabidi muone tupange ndoa. Yaani bila kuchelewesha. Ama kuhusu ushauri wa ndoa unajua tena shangazi ushauri itabidi uje usiku tuyamalize. Izuma na nakimbia sokoni. Nashukuru sana kwa kweli, nashukuru sana. Yaani hivi, sijui hata nakwambia acha tu niende na mimi niwacha nikize Shosti wangu. Nilikuwa ushauri kama kakaangu, kaambia nichilie kwenye ndoa yangu. Mimi yamenikuta kila. Kweli ulinipa ushauri, kaambia dadangu baki kwenye ujumbe wako, ujenge, ukafanya kisi yote ili dadako nibaki kwa mume wangu. Lakini sikuweza kusikia kutokana na yule kijana ambaye alikuwa ananiambia atanioa, ataniuzia mabaze, aniuzie vitenge, masperi, aniweke nyumba nzuri, atanipa mapenzi kabisa ya kweli, mapenzi ya dhati. Jirani anambia ananipenda, acha kumwambia hivi iko wapi bwana amenibadilikia. Kakangu naumia sana. Kumbe mwanaume mwenyewe ni mwongo, ni mharibifu, anavunja ndoa za watu, hana cha kuoa, hana cha nini, kuvunja ndoa za watu, tunakutupoteza sisi wake za watu. Nimetoka nimeenda kumtafuta, nimemkosa, nimekuta na iko na mke na iko na watoto, masikini wewe. Nasikitika. Anaberesha mimba hovyo. Ana watoto nje. Watoto 5. Wa nje tu akuberesha mimba bado wa mke wake wana. Tirani Tanganyika mimi. Alafu haitoshi hayuko, ana wiki nzima ameenda. Kama amenikimbia mimi, kama imekuwa aje ndio sijui kakaangu. Sijui nitakuwa mgeni wa nani. Nikaona nifanye nini? Aliyenidanganya ndio alishanikimbia. Sina la kufanya. Nikarudi kwa mume wangu yule ambaye alinioa akanizalisha watoto. Acha nirudi yeko, nione kama nitamwomba msamaha, nirudi ndani nilee watoto wangu. Mbaya zaidi, nikutana shauri na sasa mjini mimi. Sasa naomba wewe kama kaka yangu, mimi dada yako, uniombee msamaha kwa mume wangu. Najua atakuelewa na kuheshimu. Mimi ni dada yako, huwezi kunitupa. Mimi ndio naomba msamaha kwa yule baba watu ambao nimetuka nikaenda. Naomba msamaha. Nirudi kwa mke wake. Naomba kakaangu nisaidie. Japo ameshaoa. Mimi nitakubali niwe mke wa pili. Japo nilikuwa wa kwanza nikajitoa kwenye ndoa. Naomba kakaangu nisaidie. Mimi dada yako nitaenda wapi? Nitakuwa mgeni wa nani? Nisaidie. Yaani hivi nataka kuniambia kwamba ule muda wote ulikuwa unamsumbua vijana wa watu. Unamsumbua, unamletea maneno ya maajabu ajabu, kumbe ilikuwa na mwanaume ambaye anakusumbua. Nimesha naye kaka, alikuwa ananiambia ananipenda sana. Mimi sikukwambia hivyo. Sikukwambia ndio nimekuwa. Nilikuwa najua nitamea mabaya yangu. Kumbe palikuwa mtu ukimwona mwanamke katika ndoa yake, mume wake ana mtoto mmoja, afu mwanamke anaita visa. Jua huyu mwanamke ana mtu nje ya ndoa, anamchepukia. Ndio haya huko. Kwa sababu asili mwanamke hawezi kupenda mwanaume huyu kwa muda mmoja. Haiwezekani ya viwanja. Ukimbia tu pesa na mtu lazima na mwingine itatajirika utamletea visa. Ni mawili. Wewe unapenda ima unaleta visa. Ndivyo Mungu hivi.
Sasa nyewe mnajifanya wa ninja. Huko na wewe ni ninja, una maarifa. Acha umfanyie mume wako maajabu. Sasa mwisho wake tazama. Unavunja ndoa yako wewe. Unavunja ndoa yako bila aibu, bila huruma, bila kuona kwamba una watoto wako. Watoto waliona nani? Nimekupatia nasaha zote dada yangu. Mimi mwenyewe nimekushauri sana. Lakini ukajifanya kama masikio yako umetia pamba. Utakusikia. Lakini yule mwanaume alikuwa anambia ananipenda. Anakwambia nini wewe? Hayo mapenzi gani ya mke wa mtu? Mapenzi gani unaweza kupewa na mwanaume ambaye yuko nje ya ndoa yako wewe? Mapenzi zaidi ya mume wako. Ni mapenzi gani? Bwana ni mjinga. Mwanaume yote yule kuna ambaye anakufuata katika ndoa yako. Unajua wewe mwanaume ni Firauni, wewe mwanaume ni bahari nzuri, wewe mwanaume ni mshenzi. Shenzi sana. Na wanaume wote wako wanaume ambao hivyo. Baada ya subiri kukwambia kupodoe wewe uonekane hivyo ndio haya nakupenda mapenzi gani hayo mwenzako. Wanawake nyinyi mbona mna akili nyinyi kwa wakati mwingine mtaki amwamke au mwamko akili nyinyi. Mwanamke katika ndoa yako unakubali kutunguzwa na mwingine mwanamume. Mwanaume yeyote yule hata yawe aje. Ukiona na kutongoza katika ndoa yako, huyo ni shetani. Kukuvunjia heshima. Huyo ni dhalilisha. Huyu ni balizuri mkosa. Hakuna mwanamume ambaye anaweza kumuoa mwanamke ambaye katika ndoa yake. Na kimuoa na huyo hawezi wakadumu hata roho. Sababu ya machozi ule mume wa kwanza. Ni wangapi tunawajua? Wangapi wametoka katika ndoa zao? Wewe umeacha mwanaume mstaarabu, mwanaume aliyekupenda kwa dhati. Sasa nipate bazea, nipe vitenge, sikiliza hizi zako za nipe nyumba nzuri, vitu vizuri. Naomba usirudi tena kuongea hayo mambo. Usirudi tena kumchukua mwanamke wako. Ukizungumza wewe ndio unanipandisha jazba zangu. Unanipandishia wazimu wangu, unasema kama wazimu utakubali. Leo wewe dada yangu wewe unakuja kutupisha. Eti unavunja ndoa yangu wewe sababu ya tamaa. Alafu ya tamaa mwanaume ambaye nje ya ndoa yako. Anaonyesha mapenzi. Huyu mwanaume kwa sababu gani akufuata wewe kabla hujaolewa? Kwa nini sasa akufuata wewe kabla hujaolewa? Alingoja wampambie. Akusubiri sasa umpambie umpodolee ndio aanze kukulani. Wanaume kama hao wana laana ya Mungu. Daima wanadamu wanalaaniwa hadi kiama ni motoni hao. Hakuna kesi sikushauri. Haiwezekani wewe utoke hapa. Na unafikiri wewe utapata amani wewe? Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Huwezi kupata amani aslan abadan. Hivi tunaishi katika maisha ya huzuni kabisa. Umejitoa katika ndoa yako nzuri. Ulikuwa na mume ambaye anakupenda, anakuthamini. Mtoto wako anapambana hadi zote. Wewe unataka kumpatia mizigo ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa sababu ya tamaa. Sasa hivi penzi lako kesho liamisha kwa mwingine na kuaje sasa? Sasa kuja eti sasa nataka hauna haya una akili hata moja. Hauna hata nini. Wewe ulikuwa mke wako umetulia. Alafu kileo sio wewe sasa mke wako mtoto wewe ubadilika na nyuma na tatizo wewe. Hapana. Hata sijui utasikia wapi sasa kitu kimoja kilio. Kwa taarifa yako, mimi ndio nimepatia fikra wewe. Mimi ndio nimepatia fikra. Maana singebaki anateseka. Baada kumletea ukaidi wewe unaletea ukaidi. Sawa? Kijana wote wanateseka, mimi ndio nimepatia fikra. Angebaki anateseka. Sasa nasema hivi. Sina msaada kwako. Ulitoka pale nimekuahidi nikasema kwamba yoyote akataka kukukuta mimi sikuoni unaleta mapua hapa. Sasa ninashangaa kwa leo eti unakuja unaletea mapua hapa. Sio kakaangu na nini? Msamehe mimi sina muda wa kwenda kuongea na yule kijana wa watu. Sawa? Eti nimwambie msamaha sina nini? Labda msamaha mbaya labda unipende kwa kumsamaha. Sio mimi. Cha kwanza cha pili nasema hivi. Chukua vyako. Sitaki nikuone, sitaki nikusikie. Sawa? Pote ya mbali. Umejifanya kwa sugu, umejifanya na anakita sema sitaki cha makosa, usinipandishie jazba zangu. Nasema hivi, chukua vyako. Nasema hivi, chukua vyako, mume wangu. Sikiliza kabisa. Pamoja na yote ni damu yako. Pamoja na yote ni damu yako. Baba mmoja mama mmoja. Hauwezi kumwacha kaende barabarani. Ni kweli lakini sasa utamwacha kaende barabarani na sasa ni aibu, ni uchungu, ni huzuni lakini sasa achukue vyake. Hapana. Hapana mume wangu kwa hilo na mimi nataka raha. Hawezi hangaike barabarani. Unasema mume wangu pamoja na yote damu moja baba mmoja na mama. Nasema hivi. Hauwezi kumtupa barabarani. Hapana mume wangu niko chini ya miguu. Nasema hivi. Hapana. Hapa hakuna cha damu
au cha maji au cha maziwa. Sawa? Huyu mimi ni mshauri mara milioni huyu. Naambia kaa katika ndoa yako asikii. Ni kweli. Anajifanya kwamba eti ngojo huyu mwanaume hampendi sio kila kitu. Kajichoa mkono kwa kopi. Anakwenda tena kwa mwanaume wake. Sasa amekuta mwanaume baya. Nasema hivi, shika uso wako wote. Hapana, na kushika mtu yako. Kwa ajili yangu mke wako nataka radhi. Nasema hivi, dada yako hapana. Kwa kweli naomba radhi. Acha hangaike barabarani, kibaya na chafu. Kesho aende barabarani aende kabako yuko akamshika usiku amelala. wote na baraka kwa. Hapana, mimi nakutaka radhi. Mume wangu nakutaka radhi. Nakutaka radhi. Nasema hivi. Sikiliza. Wote ni ambao. Hapana. Wifi yangu, uende chumbani mimi nitaongea na mume wangu. Sasa nakuomba radhi. Hapana. Wewe unatoa amri. Sijatoa amri na kwa heshima zako. Maana naona nataka kuhangaika takula wapi, atalala wapi mume wangu. Kwa na utu. Wewe ni mwanadamu. Maana kama sasa unataka mambo ya jinsia, mambo ya jinsia kwa heshima yako kwa mtu tunataka radhi. Maana wewe akienda kuangalia barabara kesho akifanyia kitu kibaya wewe mwenyewe utaumia. Ni damu yako pamoja na yote. Baba mmoja mama mmoja ameniona amekuachia. Usifanye kitu kama hicho. Unakuta ni mgaji kuzungumzia. Sawa vyovyote vile. Huyo anatakana kwenda kwanza apigike. Alishapigika tayari. Hapana. Unasikia bwana? Hadi kombe za kuke chini. Maana nakujua moyo wako. Una moyo mzuri, una moyo huruma. Alafu ni damu yako. Na kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu samehe. Msamehe moyo wako tu wawili mimi na huyu. Na kumsha kama unamwesha hasara kutoka katika mkakati kama hasikii. Eti leo ni majuto. Tayari ameshajutia. Amekutaka raha. Toka mafuta Twende chumbani. Toka jinga wapi? Basi. Mshazi. Punguza muka. Punguza jazba mmeo. Hofa hii. Mama mwingine hakuna kuuliza mahuruma hapa. Tayari hapo ameshajutia. Hiyo ni fimbo tosha. Usikumpa nyingine na huyu ndugu yake. Msamehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.